lenye kichwa kinachosema vita ya kiroho. Kwa hiyo Jumapili iliyopita tulikuwa na hii somo la habari ya vita ya kiroho. Tukajifunza kwa ufupi na kwa uchache, lakini pia tukaomba. Na tulipoomba tuliona Mungu akitusaidia na akiadhirisha yale tuliyokuwa tukijifunza. Kuna mambo kadhaa tuliona. Leo nataka niende kwenye eneo jingine, lakini moja ya eneo tuliona kwa habari ya vita ya kiroho kwenye maisha ya mtu aliyookoka, hata kwa ambaye hajaokoka. Mambo magumu, changamoto unazopitia, chimbuko lake 98% ni kwa sababu ya vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tukaona unapokuwa unapigana kwenye habari ya vita vya kiroho, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie mtu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Efeso 6:12. Hilo ndio ndiko letu la msingi. Efeso 6:12 nisomewa. Efeso 6:12. Efeso 6:12. Efeso 6:12. Karibu. Biblia inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Hatushindani na mwanadamu, hatushindani na mtu, tunashindana na falme. Lakini namba 2, tunashindana na mamlaka, power. Falme manake utawala wa juu katika uongozi wa kiroho. Kama ningefananisha na serikali, ni sawasawa na kusema, unaposema tunapambana na falme, maana yake unapambana na ofisi ya mkuu wa nchi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Jambo la 3, tunapambana na wakuu wa giza. Jambo la 4, tunapambana na majeshi wa pepo wabaya. Kwa hiyo nikasema kwenye vita ya kiroho, unapokuwa unapambana kwenye vita ya kiroho, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie huyo ndugu, usimwangalie mke au mume. Bwana tusaidie. Bwana asifiwe. Punga mkono namna hii au mchapie Yesu makofi. Nisikie kigeregere kama kipo. Piga vigeregere kama vipo. Kwenye vita ya kiroho, hata kama ukiona mtu ametumiwa kukufanyia mabaya, usimwangalie huyo mtu, angalia roho iliyoko nyuma yake. Ukimwangalia huyo mtu unashindwa vita mapema, ukimwangalia huyo mtu utapigwa chini. Kwa tukaona kwenye vita ya kiroho lazima ujue hilo jambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nikasema jambo la 3, usitatue changamoto za vita ya kiroho kwa kutumia akili za kibinadamu. Usitatue changamoto za vita ya kiroho kwa kutumia akili ya kibinadamu. Kuna wakati uchumi unayumba, ni kwa sababu ya vita ya kiroho. Ukitumia akili ya binadamu, utakopa, utafanya biashara itagoma, utabadilisha aina ya biashara itagoma. Kwa nini? Kwa sababu hiyo changamoto yake iko kwenye level ya vita ya kiroho, sio vita ya kimwili ya kawaida. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Sasa kwa habari ya kupambana kwetu, tunashindana watumishi wa Mungu. Na hata kama umeokoka leo, umeingia kwenye mapambano ya vita ya kiroho, tunashindana na falme, tunashindana na wenye mamlaka, tunashindana na wakuu wa giza, tunashindana na majeshi wa pepo wabaya. Na nikawaambia watumishi wa Mungu, kwenye habari za ulimwengu wa roho wa giza, hakuna raia kule, hakuna raia kule. Utaona lengo ya mwisho wanaitwa majeshi wa pepo wabaya. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa falme za giza hakuna raia kule, wote ni wanajeshi. Na ndio maana unapokuwa kanisani, unaposikia habari za michango, unaposikia habari za kuhubiri Injili, unatengenezwa wewe ili kusudi uwe askari wa Yesu Kristo. Ukishakuwa askari wa Yesu Kristo, ndio unaweza ukapambana na majeshi wa pepo wabaya, ndio unaweza ukapambana na wakuu wa giza, ndio unaweza ukapambana na wenye mamlaka,
namna hii. Chapia Yesu makofi. Leo tunaposema kuunga mkono, maana yake tunataka tushirikishane. Tuwafanye mawasiliano. Alafu niangalie ili kusudi nielewe vizuri. Kwa hiyo kama ukikaa kanisani bila kazi ya kufanya kanisani, wewe ni raia. Wanajeshi wakai, ukienda hata kwenye makambi ya jeshi, ni kweli hamna vita, lakini watulii. Wataamka asubuhi, wanakimbia mchaka, wanatafuta kilomita 64, 32 kwenda 32 kurudi. Wakikaa wanaanza kufanya naitwa mafunzo ya utimamu. Wanafanya mafunzo ya utimamu. Kwa nini? Ni wanajeshi, wanawajibika, wanafanya kazi. Au askari hao wa kawaida wanafanya mazoezi ili ya kwamba nini? Waweze kupambana muda wowote. Kwa hiyo unapokaa kanisani, vita ya kiroho inakwenda kupiga sana. Kwa nini? Ujafundisha roho yako, maisha yako ya kiroho kufanya mazoezi. Na unapokuwa unamtumikia huko Mungu ndio unapambana. Unapokuwa mzee wa kanisa huko ndio unapambana. Unapokuwa kiongozi ndio unapambana. Unapokuwa unamtolea Mungu hata kama si kiongozi, unatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Wanasifiwe. Amen. Wangapi hawana kazi, hawana huduma hapa kanisani? Naona ni mmoja tu, wengine hawanyoshi. Ila kuna watu wanakujaga, watu wanakaa kwenye kitu, wanamaliza wanachomoka. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Kwa nini tufanye kazi kanisani au kwenye habari ya utumishi? Kwa sababu tunatengenezwa kuwa maaskari. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho hakuna raia bure. Amina, watumishi wa Mungu. Amina, watumishi wa Mungu. Sasa nisikilizeni, pungie mkono naye. Au mchapie Yesu makofi. Sasa angalia, kuna vitu vinne. Hii kitu inaifananisha na serikali. Kwa mfano kama ya Tanzania, unaposema falme, maana yake unaongelea mtawala mkuu wa taifa, wa nchi. Maana yake ni nafasi kama ya urais. Amen. 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 Wiki iliyopita tuliangalia falme kazi yake nini? Falme kazi yake nini? Wale ambao wakuwepo ni wamegea kidogo. Falme kazi yake nini? Falme kazi yake ni kutengeneza aina ya mfumo wa maisha wewe utakaoishi. Aina ya mfumo wa maisha utakaoishi. Na ndio maana kuna watu hawana pepo. Hata ukiongea hawana pepo, lakini mfumo wao wa maisha, wa uzalishaji, mfumo wao wa uchumi, mfumo wao wa ndoa umekataa, umekuwa mgumu, hauna faida, umevurugika. Kitu gani kinashughulika? Ni falme. Halo.